بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف ولام حرف. رواه الإمام الترمذي وصححه الألباني. Ndugu zanguni katika imani, Mtume sallallahu alayhi wasallam anatueleza fadla ya kukisoma kitabu chake Mola Subhanahu wa Ta'ala. Mtume atuambia, man qaraa harfan min kitabillah, yeyote atakayesoma herufi moja katika kitabu chake Mola Subhanahu wa Ta'ala, falahu bihi hasana, mtu huyo ana malipo ya jema moja. Wal hasanatu bi'ashri amthaliha, na jema moja ni 10 mfano wake. Yani jema moja kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala ni 10. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, la aqulu alif lam mim harf, sisemi ya kuwa alif lam mim ni herufi moja, walakin lakini alifun harfun, alifu ni herufi, wa lamu harfun, na lamu ni herufi, wa mimu harfun, na mimu ni herufi. Tazama ni namna gani yule anayesoma Qur'ani ajipatia thawabu zilizokuwa nyingi. Tazama namna gani Qur'ani ilivyokuwa na fadla zilizokuwa kubwa sana. Yani wewe lau utasoma alif lam mim, hizi ni herufi 3, na kila herufi moja piga kwa 10 mfano wake. Maana yake ukisema alif lam mim hizi ni herufi 3, maana yake unaandikiwa thawabu 30. Hebu jiulize, lau utasoma aya moja kamili, ukasoma tu qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad, aya moja hii ukitazama ina herufi 11, na lau utapiga kwa kila herufi 10, maana yake unapata 110,000. Sasa jalia lau utasoma qul huwallahu ahad yote, utapata thawabu kiasi gani ndugu yangu Muislamu? Unaona namna gani mtu ajivunia thawabu zilizokuwa nyingi kupitia kusoma kitabu chake Mola Subhanahu wa Ta'ala. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam katuelezea thawabu kama hizi na fadla kama hizi, ili umma namna gani watakuwa na himma na pupa katika kukimbilia kusoma kitabu chake Mola Subhanahu wa Ta'ala. Lakini maalasafu shadid, leo lau kwamba utakuja kutazama umma namna gani walivyogura kitabu chake Mola Subhanahu wa Ta'ala, utapata ya kuhuzunisha. Leo umma hawasomi kitabu chake Allah. Waislamu wengi leo hawasomi kitabu chake Allah, wala hawakifanyii kazi. Leo mpaka imefikia hadi Qur'ani zimetundikwa tu kwenye masaka, kwenye makuta, mpaka Qur'ani zimepigwa na vumbi, wala hakuna hazipati wa kufuta zile vumbi Qur'ani. Leo Qur'ani iko kama yatima, hakuna wa kuzisoma wala hakuna kufungua. Mpaka mmoja akasema, leo ukitaka kuhifadhi pesa zako, ukitaka pesa yako isiibiwe, iweke ndani ya Qur'ani. Kwa nini? Kwa sababu leo watu wengi hawasomi kitabu chake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pamoja na kuwa Mtume ameshatueleza fadla yake na thawabu zinazopatikana katika kitabu chake Allah Subhanahu wa Ta'ala, watu wako katika ghafla na hii dunia, wakasahau ya kuwa man arada dunya fa'alayhi bil-Qur'an, wakasahau ya kuwa dunia yenyewe inapatikana katika Qur'an. Ukiwa unataka dunia maisha yako yaende vizuri, shikamana na Qur'an. Wa man aradahuma ma'a fa'alayhi bil-Qur'an, na yote anayetaka dunia na akhira, basi ni juu yake ashikamane na Qur'an. Yani utapata vyote vinavyopatikana katika hii dunia vinapatikana ndani ya Qur'an. Ukitaka utulivu, juu yako ushikamane na Qur'an.
Ukitaka baraka ya maisha ni juu ya kushikamana na Qur'an, yani kila kitu. Hivyo ndugu zangu katika imani, sasa nafsi yangu nikuhusia tushikamane na Qur'an, tushikamane na Qur'an. نسأل الله سبحانه وتعالى جعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه ولي ذلك القادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.